uchungu. Kuna watu kwa hii kanisa wanajifanya hawa ni mandugu wa Yesu na madada wa Yesu, wale wadogo wadogo. Wanataka kufikiria kwa niaba ya Mungu na kwa niaba ya Yesu. Alafu wanataka kudictate vile kila mtu anatakana aishi kulingana nao. And therefore wamesoea hivyo. Kama ni uongozi wamesoea hawa ndio viongozi. Hawajawahi tamani kwamba ile makosa wamekuwa wakifanya kwa uongozi wanaweza fanyiwa. Wakifanyiwa wanasikia ubaya zaidi. Ni kama hawako kwa hii dunia kwamba watu wanasikianga ubaya. Hawajawahi feel. Nao Yakobo alipata opportunity ya kufanya nini? Ya kureceive kutoka kwa muongo mwenzake ambaye wa familia yake, kutoka kwa uncle yake mwenyewe. Jioni ikafika ili apewe bibi. Alipewa mgani? Alipewa mgani? Alipewa Lea, si ndio? Yeye alikuwa anataka nani? Rachel. Asubuhi anaamka hivi, anapata sijui huyo naye alikuwa amelala au kuongea the whole night ajue hii sauti hizi. Lakini hiyo ni somo nyingine tena ya family life. Ninyi mtaongelea hiyo. Lakini hapa somo leo ni ya Jacob. Asubuhi anafungua hivi anapata kwa sasa huyu ni Lea. Anaenda huko anajua huyu ni Lea. Anarudi kwa mzee anamwambia sasa hii ni gani mzee? Hii ni gani? Akaambia my friend, you know unajua nini? Unajua the trick? Chapa 7 tena. Wanasiasa wanakuambia 10. Kwa hivyo 10 bila break KBB. Sasa hii ni SBB. 7 bila 14 bila nini? Break. Ile ni 10 bila break ya wanasiasa. Hii ni 14 bila break. Sasa akaanza tena kuchapa. Lakini jamani mjuaji, kuna watu hapa wameishi kwa maisha ambaye they have wasted time. Every time umefanya kitu kibaya, every time umefanya wengine mabaya, what have you received? Hata wakati una receive mabaya bado unaendelea kufanya mabaya. Unaendelea kufanya mabaya. Unaendelea kufanya mabaya. Kwa nini huwezi pea watu break? Kwa nini wewe ndio umejichagua kuhakikisha kwamba wewe ndio utakuwa stress ya watu? Kwa familia yako, kwa ofisi yako, shuleni. Wewe ndio umedecide kwamba umejidedicate kulingana na utamaduni wa kwenu, kulingana na urithi wako, kwamba utaendelea kuwa stress kwa watu. How many years do you want to spend ndio upate kitu ambayo Mungu mwenyewe anataka upate? Nini hiyo ambayo unataka kufanya bidii sana ndio upate, ndio Mungu akupe? Ndio sababu unafanya watu mabaya kila siku. Hakuna amani. Wewe kila kitu kizuri, hii kitu ni purple. Hapana, hii si purple. So wewe ni red. Hii kitu ni purple. Iteni kamati tuamue kama hii kitu ni purple ama red. Na mimi nimesema ni red. Kamati inaitwa nani? Mimi nilisema red. Twendeni tuseme hiyo kitu ni red. Watu paka mnaleta business meeting. Sisi tulikaa tukasema hii kitu ni red. Wenye wanasema ni red. Why? So Jacob ndio huyu sasa ameona Kenya nilikuwa nataka ni Rachel. Sasa hii nimepewa Lea. Twende kazi. Haraka twende tumalize. Akapewa nini? Rachel. Si amemaliza 7 years. Alafu akaona huyu mzee ameniwahi mimi. Mimi siwezi kaa na yeye. Afadhali nijiende. Akakuja akamwambia wewe mzee, nimekaa hapa kwako sana. Na niko na watoto na niko na bibi sahi. Mimi wacha niende na familia yangu. Mzee akakaa hivi akajaribu convince, akasema hapana. Kuna watu waongo ambao hawapendi ukidanganya hivi namna hii, anatafuta, anaona amegunduliwa, anaenda kwa kanisa lingine. Anatatiza nyinyi kwa kanisa, akipata kenye anataka anaenda kwa kanisa lingine. Yaani kazi yake, he never wants to change. He wants to spread one problem to another. Ni kama watu wa ofisi.
Unafanyia mtu makosa hapa, unapiga transfer mahali pengine. Kazi yako ni stress tu ndio unapeleka everywhere. There is no day you will sit down and think about it. Uone ni kama wewe ndio uko na problem. So ndio huyu amesema yeye anafanya nini? Yeye anatoka. Cheki drama ya mtu. Anaambia nao sasa twende nikupe nini? Kasema wacha basi niende nipewe wanyama yako maji nini. Lakini mshahara itakuwa nini? Wenye mnasoma hiyo story. Ninasema story kabla tufike 32. Now anaamua labda ananiambia tutafanya nini? Akasema mimi labda akaambia chagua basi kwa hao wanyama, ile utachukua, ile mbuzi utachukua. Yeye akasema anataka kila kitu yenye iko na madodo. Anataka mbuzi ile iko na madodoa. Anataka kondoo ile iko na madodoa. Anataka ng'ombe nini. Yaani jamaa akaona amepiga anko yake, akaona huyu ni zero. Huyu ni zero. Na akamwambia kwanza, so unajua mimi ile kazi Mungu amenifanya, amebariki wewe juu yangu. Na kweli labda akaconfirm. Nasema ni ukweli. Kama vile tunakwanga hapa kanisani tunaona, si unaona hii kwaya imeendelea kwa sababu yangu. Mungu ameendelesha kwaya hapa kwa sababu yangu. Unaona ile kazi nimefanya kwa hii kanisa. So unatumia mibaraka ya Mungu kama testimony ya kuharibia watu wa Mungu maisha. Na ni ukweli tunaona kwaya inaimba mzuri kwa sababu yako. Wewe ndio Mungu amekufanya nini? Amekutumia. Sasa wewe sasa hiyo ni sababu gani? Kwa hivyo tusiwe na amani. Okay, kasirika unatoa watu wa Mungu. So ndio huyu sasa akaambia labda nakamwambia enda nayo basi. Akaenda nayo. Sasa mpaka twende tuko hapo, si ameondoka. Si ameondoka kabisa. Akapewa kila kitu na akaenda. Sasa ndio tukakutana hapa sasa na mahali number 1. Laban was the first person kufanya Jacob kuonja mshahara ya nini? Ya uongo. Kwa kupea nini? Lea kwanza. Baada ya kuambiwa atapewa nani? Lea. Nao twende kazi. Ametoka kwa Laban, amefika mahali anasikia ndugu yake anakuja. Na akuji tu. Ndugu yake mgani? Sasa alikuwa na ndugu mwingine, si ni Esau tu peke yake. So nyinyi wewe na mimi tunajua Kenya alifanyia Esau. So mnajua? Esau wakati aliachana naye, si hata yeye anajua waliachana na Esau kwa ubaya. Tena wakati sasa ametuma watu huko, watu wakaletea ripoti. Wakamwambia Esau anafanya nini? Anakuja na nani? Na bibi yake. Na watoto wake. Anakuja na jeshi. Jamaa katetemeka. Esau anakuja na nini? Na jeshi. In fact mwenye alileta message au kusema tu majeshi peke yake, alipenda mpaka namba ya majeshi. Anamwambia for what? 400 men. Mere women. 400 men. Wewe imagine mtu mwenye umemkosea amekuja na 400 men. Na hakuna record kwa Biblia kusema kwamba kuna hata siku moja Esau na Jacob walikuwa wanapiga story ndani ya nyumbani yale mambo mazuri. There's no good record. Hakuna. Kama sasa mimi na wewe tunajua kuna watu hapa hatuna record mzuri na hawa. Hata ukikutana Kakuma town, wao unapita huko chini, mimi napitia Vanilla. In fact nikikona umecross hivi mimi nitaenda cross haraka. Kwanza nangoja magari, alafu nataka kucross jima pikipiki pia inasumbua. Alafu nataka iisha haraka ndio cross. Nikikona kwanza load, kama uko kana mkemeri na petet. Ndio tusikutane. Hatuna historia ndani ya kanisa kati yangu na wewe ambaye tumeongea vizuri. Kwa sababu gani? Ukiniona hapa mimi naenda hiyo rongine. Why? Because kitu ambao umekuwa ukinifanyia for the rest of your life ni kunisengenya na ni kunitusi na kuniongelea vibaya na kuchoyo. Unakuwa mchoyo mpaka kwa maneno mazuri mwezi nipea. So wakati anasikia anakuja na akuji peke yake, anakuja na maskari. Na akuji tu na maskari, anakuja na si na 100.
si na 200, si 220, si 300, ni 400. Aish. Angalia vile sasa Yakobo anang'ang'ana kufanya juu na chini, asameana na nani? Na ndugu yake. Anaamua kufanya nini? Anachukua mali yote. Anapea trip ya kwanza. Wanapelekea Esau. Esau anaangalia hivi, naambia nyinyi mpite basi. Asemi chochote. Wanapenda tu report. My lord, uishi milele, sijui ni mjakazi wako Yakobo. Anasema pokea. Jamaa ananyamaza tu. Na anakuja. Amefanyaje? Ana expect asikie Esau amerudi. Ama Esau amesema pole, nimekusamea, rudi ama tuishi hivyo. But Esau denied him. Kitu ya kubaki nayo ni kama sisi wengine hapa ambayo umenyorosha na maneno ya watu mpaka hauna sauti ya kujitetea. Mtu hata mwenye alikosea, wewe hauna kitu na yeye, lakini akikuona anatetemeka. Anafikiri wewe pengine Sara ananifikiria, pengine Leno ananifikiria. Wewe ndio unafikiria. Aja yangu, I am happy to see you in church. Kwa sababu hii kanisa ni by the way, for your information. Pengine hii sitasema baadaye. For your information. Hii kanisa tuhesabu watu wenye wanatakana wawe kwa hii kanisa moja. Hiyo ndio jina yao, wanaitwa wenye dhambi. Kwa hivyo wenye dhambi ni watu gani? Mungu amemwambia hapana, usirevenge, mimi tu kazi yangu ndio ku revenge. Wewe mtu wa Mungu, wewe nyabakasirika lakini usitende dhambi. Wewe mtu wa Mungu, mbinguni najua kuna asali na maziwa, sasa wewe utaweza miss. Kama ingekuwa hizo vitu mzurumuzi ya mbinguni, kuna watu wangekuwa na vichwa. Yakobo ndio hiyo kapeleka zawadi. Sasa wakati umekaribia, akasema huyu mtu ni kama ni mimi ndio anani. Wewe mahali utapata mwanaume. Na hii pengine wanaume wanaweza kubaliana na mimi ama wakatae. Mahali mwanaume anaweza toa watoto wake, bibi wake wote, aweke mbele waende kwanza. Shida yeye ajue mahali atatoroka hapa. Hiyo ni mambo rahisi. Hiyo ni uoga rahisi. Mahali mzee ametoa nao, yani mimi Mungu mahali nimefika, wacha nione kama ataua watoto na mabibi. Akatoa kwanza mamedu wake na watoto akaweka mbele. Akatoa mabibi wake akaweka katikati. Watoto akaweka mwisho. Sema kwanza ametoa Lea na watoto. Maid kwanza wa kwanza. Atoa Lea katikati. Rachel yenye yeye tena alichapa ile 14 strong akaweka mwisho. Ili wafanye nini? Waende Esau akimalizana na kina Dina huko na kina hiyo group ya maid. Kitambafike kwa Lea, Rachel na watoto watakuwa wamefika kwa na baba huko. Tapeta kumechomeka. Hiyo ni woga ina gani mzee? Inafika mahali, can you imagine mahali dhambi inaweza kukufikisha? Mahali paka kila kitu yenye umefanyia kazi kwa hii dunia, everything that defines unajitolea kutupa. Just like that. Esau akaachana na hiyo story. In fact Esau ni kama hiyo video yote yako anaona. Biblia inasema, hiyo verse tulikuwa tunasoma sasa, inasema Jacob akabaki peke yake. Bwana asifiwe. Inafika mahali mshahara yako, bidii yako, kila kitu yenye umekuwa ukifanya kwa hii dunia, siku moja itakufungia mahali utabaki peke yako.